Yes guys. Yeah, kama ambavyo nimetangulia kueleza wakati tunaanza hii tutorial yetu kwamba trading is 20% technical and 80% what? Psychology. Nadhani mimi ninaweza nikaweka hata trade management pia iko ndani ya hii psychology. Kuna kitu kinaitwa trade management. Trade management ndio hiyo inaingia kwenye sehemu ya psychology, nadhani pia na technical, kwa sababu trade management is all about where to enter, where to exit, where to enter, where to exit and how. Kwa sababu kuna makosa fulani hivi yanafanyika sana ambayo yanapelekea watu wasiwe profitable, waendelee kupata hasara kila siku sokoni, ambayo yana mahusiano makubwa sana na psychology na technical kwa ujumla. Sasa kwenye technical nimeshaelezea vitu vingi na vya kutosha, na nakuja kuelezea strategy pia hapa hivi punde, na baadaye nije kuonesha kwamba how trade management is everything kwenye hii kitu. Strategy bwana, mimi nitakueleza strategy 2 hadi 3. Wala hakuna strategy nyingi ambazo wanatakiwa kujifunza, kwa sababu it's only 20% guys. It's only 20%. The first strategy nimeelezea kidogo ya view up strategy. View up strategy au sio? View up au ndo hizo tunazita edge. Bwana wewe edge yako ni ipi? Makali yako yapo kwenye kitu gani? Wakati gani unaingia, wakati gani unatoka? Hapa naongelea long trade. Long trade. Ninavyosema long trade, maana yake ni trade ambayo unakusudia kubuy price ikiwa low ili uuze price ikiwa high upate faida. Labda ubuy 2 uuze kwenye 4, au buy 5 uuze kwenye 10. Hiyo inaitwa long trade, to go long. Sawa Sasa view up strategy inakuwa applicable vipi? Hii ni view up yetu. Kwa kuwa hii ni view up, sisi tunajua zaidi ya 70%, price ikija kwenye view up, zaidi ya 70% itafanya pullback. Baada ya kufanya pullback itaendelea kwenda juu. Price ikija kutest view up itafanya pullback, itaendelea kwenda juu. Hii ni mojawapo ya namna ambavyo price hii ina act kwenye view up. Zaidi ya 70% inafanya hivyo. Sawa Asilimia zingine 30 price itakuja kwenye view up, itabounce alafu itaendelea kushuka. Kwa hiyo wakati huu utakuwa hatuwezi kuingia kwa sababu haijamiti ile criteria yetu. Kwa criteria ya kwanza ambayo mimi nitaitumia kuenter katika hii view up strategy yangu ni kusubiri price ije juu ya view up. Baada ya price kuja juu ya view up, nitafanyaje? Nitasubiri ifanye pullback. Inapofanya pullback na nikaona imehold, kwa maana price imekuja mpaka kwenye view up afu haijashuka chini ya view up, iko juu bado imebounce hapa, basi hii ni sehemu nzuri ya kubuy. Sawa nitabuy, then nitakuja kuuza kule juu inapoenda. Sawa kwa price ikiwa inakuja ikabounce kama hivi, sitoingia. Inaweza ikabounce mara moja ikashuka chini tena, inaweza ikaja ikabounce mara ya kwanza, lakini mara ya pili ikapenetrate, ni ikabounce ikaendelea kwenda juu. Sawa hii pia nitaingia hapa. Imekuja imebounce, sijaingia, nimesubiri. Imekuja imebreak view up, imekuja hii ni view up, imekuja imebreak view up pop, imekuja imefanya pullback, nitaingia hapa then nitaendelea na hii. Ni namna ya pili ya trade ambayo naingia. Hiyo ni view up strategy. Narudia tena. View up ni moja katika line muhimu sana au indicator muhimu sana ambazo tunazitumia sana kutengeneza strategy zetu au kuitengenezea strategy ambayo tunaitumia kila siku kwenye trade. Price mara nyingi ikija kwenye view up ina kawaida ya kubounce, either kushuka chini au kwenda juu. Sawa kama price inatokea chini, maana view up ita-act kama support. Ita-act kama resistance. Itafanya resistance alafu ita bounce price. Sawa price ikibounce,
mara nyingi itaenda tena ku retest na mara ya pili itatokea ita break. Ikisha break unasubiri ifanye pullback, alafu unanunua hii pullback. Unanunua hii point wakati price imevuka VWAP, inakuja ku retest, wewe ndio unafanya nini? Unanunua hapa. Umeona? Yes, unanunua hii sehemu then unakuja kuuza huko price iko juu zaidi. Sawa? Au price inaweza ikaja is test, ikaja moja kwa moja ka break VWAP. Baada ya ku break VWAP inafanya pullback, alafu inafanya nini? Inaendelea. Hii ni sehemu ya fanya nini ambayo unataka kununua. Sawa? Yes. Kwa price imevuka VWAP pop, inakuja na test VWAP afu inaondoka. Na mara nyingine price inaweza test VWAP kabisa, ikishavunja inaenda inavunja, inafanya pullback kidogo. Hii pia ni sehemu ya fanya nini ya kununua. Kwa maana unasubiri baada ya kufanya pullback, then ndo unafanya nini? Unaenda nayo, unarudi nayo kwenda juu. Sawa? Yes. Hiyo ni upande wa long trade. Lakini vile vile kuna muda hii ni VWAP yetu, price iko juu. Hii ni VWAP yetu, price iko juu, price inashuka. Inakuja, alafu ina bounce kurudi juu, kuendelea kuna nini. Sasa wakati gani utaingia? Mimi nadhani sehemu nzuri ya kuingia ni pale itakapofanya pullback. Inakuja, imetest VWAP, imebounce, imepanda, unasubiri ifanye pullback, then unafanya nini? Unanunua. Hii ni sehemu nzuri ya kufanya nini? Ya kununua. Kwa price inakuja, inatoka juu. Price inatoka juu, inakuja mpaka kwenye VWAP pop, inarudi juu kidogo, inafanya pullback, unanunua. Hizi zinaitwa pullback. Hii ni VWAP. Hiyo ni strategy ya VWAP ambayo huwa tunaitrade mara nyingi na mara zote tunaitrade. Tunasema hivi, sio siku zote ikisha bounce hivi itaendelea kwenda juu. Nasema at least 70% of the time inafanya hivyo, 30% haifanyi hivyo. Kwa kuwa ni 70%, we have confidence. Hiyo ndo edge yetu. Kwa kama wewe utakuwa una trade strategy ya VWAP peke yake kama hivi nilivyokuelekeza, kwa ku manage risk vizuri, jua katika ndani ya trade 20 basi una hakika zaidi ya trade 14 zitakuwa ni win, labda trade 7 ndio zitakuwa loss. Ukitumia VWAP strategy kama hivi ambavyo nimekuelekeza, jua kwamba asilimia ngapi? Asilimia katika trade 20 una trade zaidi ya 14 zitakuwa ni win, trade 7 labda au trade 6 ndio zitakuwa nini? Zitakuwa ni loss. Katika trade 100, ukifanya trade 100 zaidi ya trade 60 zitakuwa ni win, trade 40 labda zitakuwa nini? Zitakuwa ni loss. Na kumbuka kwamba katika trading wewe ukiwa profitable, ukiwa na win rate ya asilimia 55, basi you are profitable trader. Kama utakuwa unachukua 1:2, na nitakuja kueleza hii kwa nini au maana yake ni nini. Sawa? Kwa hiyo ni VWAP strategy ambayo tunaitumia kila siku sokoni upande wa long. Let's go to the short side. Short trade. Sell. Unajua kwenye soko la hisa kuna hiki kitu sijakuelezea, lakini iko hivi, unaweza ukapata profit kwenye hili soko vyovyote vile price itakavyokuwa inaelekea. Mfano kwenye long tumesema unanunua bei ikiwa 2, ikiwa chini, ikiwa low, una sell bei ikiwa high. Hii inaitwa long. Una buy low, una sell high. Kwenye kushort hapa ni opposite yake. Una sell ikiwa high, una buy ikiwa low. Kwa wakati price iko juu kule wewe una sell. Price ikishuka chini unafanya nini? Una buy. Hii inaitwa short trade. Sasa je, kwenye VWAP strategy hii tunafanya vipi? Kwenye VWAP tunafanya hivi. Hii ni VWAP line yetu, VWAP. Price ina drop. Price inafanya nini? Ina drop up. Okay, price inakuja. Price ikija ina break VWAP downside. Inakuja ina test VWAP afu inaendelea kushuka chini. Kwa hiyo ndio sehemu ambayo unaingia trade yako ya nini? Ya sell au ya short.
unaingia trade yako ya sell au ya short, unakuja kuchukua faida huko chini, unakuja kubuy bei ikiwa iko chini, unafanya nini? Unapata faida. Hiyo ni trade ya kwanza ya short VWAP. Hiyo VWAP strategy upande wa short, price inakuja pop, ina break VWAP, ina retest VWAP, inashuka tena chini. Sawa? Haya, trade nyingine ya VWAP upande wa short side ni pale ambapo price imekuja imebounce afu imeendelea kushuka chini, imefanya pullback. Hii ni sehemu nzuri sana kuchukua nini, ya kufanya short trade au ya kushort au ya kusell. Unakuja kuchukua faida huku low, una buy low, unachukua faida. Sawa kwa unaangalia price inakuja mpaka kwenye VWAP, ina bounce pop, inafanya pullback, inaendelea kushuka, wewe unafanya nini? Unachukua faida. Wakati pekee ambao utakuwa umepata hasara ni pale ambapo ndo zile 30% tulizosema, price imekuja pop afu inarudi tena juu. Manake imekataa sorry, hautopata hasara kwa sababu kama utakuwa haujaingia hautopata hasara. Manake imekuja imebounce VWAP, imerudi juu. Sawa au kuna zingine unaweza kazimisi, imekuja imebreak VWAP, imeendelea kushuka, haijafanya pullback. Hizi unaweza kazimisi kwamba pap, hii trade imeendelea kushuka, haijafanya pullback, imekuacha, imekupita. Kama opportunity imekuacha, zile entry zako hazijaja, don't chase it, achana nayo, wait for the next opportunity. Angalia hata stock nyingine, kwa sababu hizi opportunities zinatokea kila mara, kila wakati, kila siku sokoni. Kwa kama opportunity imekupita, achana nayo, angalia opportunity nyingine. Hakuna lazima ku short, kuforce kwenye opportunity katika trade. Umeona? Yes. Sasa kuna kitu hapo nimekieleza kwamba kama strategy yako ina win rate ya 55%, you are profitable ukiwa na 1-to-2 ratio. Maana yake nini? Maana yake ni ifuatavyo. Kama katika trade 100 mara 55 una win, mara 45 unafanya una lose, na riski reward yako iko hivi. Hii ni riski, hii ni reward. Manake nini? Manake ni kwamba una riski moja, reward mbili. Kwa maana unaingia trade unasema bwana, trade yangu mimi nitatoka loss ikiwa 100, lakini faida yangu nitachukua ikiwa 200. Au naingia trade nitachukua loss ikiwa 200, lakini faida yangu nachukua ikiwa ngapi? Ikiwa 400. Au naingia kwenye hii trade loss yangu ni 500, faida yangu nitachukua ikiwa 1000. Maana ni 1-to-2 ratio, kwamba una riski moja kwa ajili ya kupata mara mbili kile ambacho umekiriski. Kwa hivyo hii maana yake nini? Katika trade 10, tuseme trade 5 umepata faida profit, trade 5 umepata loss. Maana yake nini? Tuseme una riski 100 kwa ajili ya kuchukua 200. Kwa 5 utakuwa umepata loss 100 ya kwanza, 100 ya pili, 100 ya tatu, 100 ya 4, 100 ya 5. Si ndio? Hizi 5 umepata loss ambazo ni 100. Alafu 5 zingine umepata faida ambazo ni 200. 200 kwa 200 mara 5. 200 mara 5 itakuwa ni 1000. Sio? 100 mara 5 itakuwa ni 500. Kwa utaona ukitoa hapa loss ni 500, faida ni ngapi? Ni 500. Kwa hiyo kama percentage win rate yako ina 55%, tayari wewe ni profitable so long as edge yako inakupa 1-to-2 ratio. Kwa ni muhimu sana uwe na edge katika edge ambayo unaitumia au strategy ambayo unatumia iweze kukupa ratio ya 1-to-2. Kuna baadhi ya edge au ya strategy zinakuwa na win rate kubwa, labda 80%. Ikiwa na win rate 80%, hata kama ratio ni 1:1, risk to reward, you are still good. Hii maana yake nini? Maana yake katika trade 10, trade 8 unapata faida, labda mfano ndo za hizo 100. Alafu trade 2 unapata loss. Kwa hivyo itakuwa ni 800, hapo itakuwa ni 200. Kwa hiyo ukitoa hapo utaona faida ni ngapi? Ni 600. Sijui umeona? Kwa hivyo kama una katika trade 10, katika trade 10 maana faida itakuwa ni 800. Yes, loss itakuwa ni 200. Umeona? Kwa katika trade 10, kama
sorry, kama win rate yako ni asilimia nyingi sana, hiyo edge yako ni kali sana, maana hata ukiwa na risk to reward 1:1 you are good. Kama risk to reward yako ni asilimia ndogo kama ya 55, basi ni vyema sana huo unachukua 1:2 kwenye trade zako ili uweze kutengeneza faida. That was VWAP strategy. Ili ilikuwa ni VWAP strategy. Haya. Lakini katika VWAP strategy hapo kuna kitu kingine cha muhimu ambacho ningependa kukieleza. Mfano ni VWAP. Sawa? Price imekuja, candlestick ikaja kufunga juu. Mara nyingi tunaamini candlestick ikifunga juu ya VWAP kama hivi, basi price itaendelea kwenda juu. Kwa hiyo unaweza usisubirie VWAP, so long usisubirie VWAP ije kuwa retested au ije kuwa tested. So long as price imekuja imefunga juu ya VWAP, open, close, basi tunaamini itaendelea kupanda juu. There is no need to wait for pullback. Same applies to selling, auto shorting. Price ikija ikafunga chini ya VWAP, we're expecting it to keep going down. Sawa? Kwa hiyo kufunga chini au juu ya VWAP ni kitu muhimu sana ambacho tunakizingatia katika kuingia na kutoka kwenye trade yako. Kwa mnaweza kule bwana nitaingia sehemu gani? Unaangalia, unasubiri candlestick yako ifunge juu ya VWAP. Ikifunga juu ya VWAP, you enter that trade long side. Ikija kufunga chini ya VWAP, you enter that trade short side and you are good. Sawa? That was all about VWAP strategy. Tuangalie strategy nyingine inayofuata katika tutorial inayofuata.